Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mjadala kuhusu kuifanyia marekebisho katiba nchi hiyo unaendelea miaka miwili kuelekea uchaguzi mkuu. Swala hili limeogawa wanasiasa nchini humo, huku vyama vinavyomuunga mkono Rais Felix Tshisekedi vikionekana kukumbatia wazo hilo. Wanaopinga marekebisho ya katiba wakiongozwa na aliyekuwa naibu spika wa bunge la Senate aliyejiuzulu Modeste Bahati Lukwebo wanadai kwamba wanaotaka mabadiliko haya ya katiba wanaongozwa na maslahi binafsi ya kisiasa ili kumshinikiza Rais Felix Tshisekedi kuwania tena urais kwa muhula wa 3. Uwa mnafiki, ukipenda kiongozi wako lazima umwambie ukweli. Nchi haina tatizo la maandiko ya kisheria, bali lina tatizo la viongozi ambao wanatakiwa kutekeleza na kufuatisha maandiko ya kisheria yaliyopo. Mijadala yote hiyo ni ya kisiasa. Hawataki kuniambia wanachotaka, watuambie tu kwa uwazi. Wale wanaotakiwa kuilinda hii katiba, wale wasiosifu na kuitetea, siku chache baadaye wanaamka na kusema kwamba imekuwa mbaya. Tushike lipi, lile walilosema mwanzo au hili wanaosema sasa? Tunajua kwamba tunajiandaa na familia yetu ya kisiasa inadhaminiwa na uaminifu wa sehemu kubwa ya wananchi. Tufanye kazi ili tuweze kuendelea na hatua hii. Ukweli ni upi kwenye mpango huu, na je, utafanikiwa? Mimi ni Victor Abuso. Tusaidia kutathmini kwa kina na ungana naye Emery Damien Kalwira. Yeye ni kiongozi wa muungano wa vyama vya watu wa Kongo, Coalition du Peuple Congolais, akiwa jini London. Karibu sana kwenye wimbi la siasa. Asante. Lakini pia kutoka mashariki mwa DRC tunaungana naye Siraji Nyalamba, ni rais wa chama tawala cha UPDS katika mkoa wa Kivu Kaskazini. Karibu sana bwana Siraji. Asante sana, asante. Nianze nayo bwana Siraji, kwa nini chama chako kinataka katiba ibadilishwe? Sababu zinaweza kuwa nyingi, ni kwa sababu tutazirudilia zote, lakini nawaza kila mtu ambaye anafuatilia siasa za Kongo, CCDPS, wakati hii katiba ilifanywa kampani ya kuchaguliwa na raia ya kwetu, tulikuwa tumetajarisha tayari raia kutuchagua katiba hii, kwa sababu tulikuwa tumejua ndani yake kuna mitego. Ni kusema ya kuwa vita yetu sisi na katiba hii haianze leo eti tunataka kumpatia rais wa kwetu muhula wa 3. Hapana, ile watu watakuwa wanataka nao kutusemea uongo. Emery, wewe chama chako na msimamo wenu ni upi kuhusu huu mjadala ambao unaendelea? Kwa leo tumeshangaa sana kuona miaka 7 iliyopita UGPS na bwana Tshisekedi walikuwa kwa madaraka, hadi sasa hawakufanya hata lolote. Wamevunja katiba, wamepora mali ya wanakongo, wanabomola Kongo, na sasa wanataka wabomoe pia katiba ili wazingatie kiti ya uraisi, na hiyo tunaikataa. Kipengele 220 ya katiba ya Kongo inakataza bwana Tshisekedi, inakataza bwana Augustin Kabuya na bwana Andre Mbata waguse katiba ya Kongo. Na ndio maana Coalition Populaire tunashimama na tunasema hiyo katiba haitagusiwa. Bila shaka Siraji, umemsikia Emery vizuri sana kwa namna wao wanavyopinga uwezekano wote wa kubadilisha katiba. Unajua, kwanza mimi angeniambia kuwa katiba kuguswa, katiba imekataza ama vipi? Eska amesoma hii ambayo tunaita article 218 ambayo imetia tayari namna gani katiba inaweza kuguswa? Au amesoma kipengele kia 10 ambayo kinarudisha hii mamlaka kwenye raia ya Kongo? Unajua, kwanza kuenda huzuni yangu ingekuwa nazungumuza na nakaa Kongo na nakuwa na chama ambao kinatumika Kongo. Shida zao ni kwa sababu wamekaa mbali na Kongo. Maana ni kwa sababu ni kusema ya kuwa mambo ya Kongo gisa yanavyotembea hawajui. Shida za wakongomani hawajui, na hawajui sapoti kubwa ambao wakongomani wampatia Rais Tshisekedi kwa leo. Ndio shida. Emery, wewe uko nje ya DRC, ukiangalia DRC kwa mbali, ukiwa huko London, unafikiri tatizo la nchi hii ni nini hasa kwa sasa? Je, ni ipate katiba mpya au mabadiliko ya viongozi?
lazima ya leo haiko kugusa katiba, ni kuhakikisha kama vifo Kivu vimeisha. Ni kuhakikisha kama Bwana Rais Gizi alisema mwisho ya mwezi ya January kama anapenda sasa wakongomani wakae kumeza ili wamalizane msukusuku ya Kivu, imefanyiwa. Ila sasa tunaona kama UDPS na watu wake wanataka wafavorize, wanaita balkanization, ili nchi igawanyike. Ndio hiyo kazi Bwana Tshisekedi na chama yake wanataka wafanye. Na ndio maana tunasema kama mnapenda Kongo, hamutaki balkanization ya Kongo, inaomba muache hiyo, tukae kumeza, tuone gizi ya kugomboa nchi yetu ambayo tayari ishavamiwa na majeshi za nje. Siraj, sijui kama una chochote cha kumjibu Emery kwa sekunde chache zilizosalia, kwa sababu muda wetu kwa kweli nao pia umekwenda kweli kweli. Sisi hatujasema kama watu kubadilisha disposition fulani ya katiba au kubadilisha katiba. Hatujasema kama tumekubali nchi yetu ya kwetu iende. Mimi nazungumza kama mtoto wa Kivu. Lakini kusema sasa na balkanization, kusema watu wa mjini wanakubali. Sasa si wengi walio wakongomani na Goma leo ukifanya referendum wanakataa. Kile kitu hakiwezi kupita. Wanajua kama ile ni uvamizi. Sasa hizo zote tumeelewa tayari sisi ambao watu wanasoma katika lugha za Kifaransa wanasema kusoma entre les lignes. Wanaelewa kama hizo zote ni njama ili iache watu katika distraction, eti wako madialogue. Hizo kwetu sisi hapana. Ni kusema ya kuwa na ile ambayo anasema ikiwa Bwana Tshisekedi ameongoza vibaya, nimkubalie kitu hiki. Muamuzi mkubwa ni raia wa Kongo, waache kudanganya watu. Wale wakongomani ambao wanapata faida za uongozi wake na ndani ya vita ndio wataamua kujua kama Tshisekedi ameongoza vipi. Sio watu ambao wanakaa Ujerumani ama wanakaa Amerika ndio watokea sema no raia wako hivi. Hapana, kwa sababu raia wana akili na wamejua tofauti entre kizuri na kibaya. Uongozi wao na Bwana Kabila wao tuliona gisi iliongoza. Sasa hapa ni Tshisekedi. Ni kusema kwetu sisi raia ndio anabaki muamuzi mkubwa, na hiyo tutakuwa ile disposition imesema kwa tafadhali kiongozi wa debate hii. Ile disposition ambayo anasema kwa kinywa inasema ya kuwa yoyote ule atakamata uongozi en violation ama kwa kugeuka katiba hii, raia itamfungia njia, au atabaki kwenye utawala kwenye en violation ya constitution, raia imfungie njia. Sasa mpaka sisi pale tunasema hakuna, tumechukua uongozi kwa halali, na kama ni kubadilisha katiba tutaifanya kwa halali. Hilo ndio kitu ajue. Sawa. Emery, muda wetu umekwenda, naye nikupe kama dakika moja hivi umalizie, unasemaje? Sasa naona kabisa mwenzetu ambaye anakuwa kwenye simu ngambo nyingine huko, nadhani kwanza haishi Kongo, hiyo ni ya kwanza. Ya pili, naita wakongomani washimame, maana kusikiliza mwenzetu wa UGPS nasikia kweli kabisa kama wao hawapendi Kongo. Wao wanataka Kongo ikufe, Kongo iende kumkono ya adui. Maana wangekuwa wanapenda Kongo, akisema referendum naomba wakongomani wote wa majimbo zote waseme, ama majimbo nyingi leo ziko chini ya uongozi wa adui wa Mnyarwanda. Na kwa hiyo moja tunaona kama UGPS haina hizo zamiri, na ndio maana tunaomba hasa wakongomani wamshimamie Bwana Rais Tshisekedi, washimamie UGPS, tuanze maandamano ili wasiweze kugusa katiba na tuweze kugomboa nchi yetu ambayo inavamiwa. Na kwa sababu ya muda tuachie hapo kwa leo. Asante sana Emery Damien na Kalwira, kiongozi wa muungano wa vyama vya watu wa Kongo, ukiwa London, Uingereza. Asante sana. Asante. Na kushukuru sana Siraj Nyalamba, rais wa chama tawala UPDS katika mkoa wa Kivu Kaskazini, ukiwa kule mashariki mwa DRC. Asante sana. Nashukuru sana. Wale wakongomani ambao wamenijua watashangaa kusikia anasema mimi sikai Kongo. Mimi niko Kongo na wengi watakuwa wamemcheka. Asante sana. Msikilizaji, hadi wiki ijayo kwenye makala